Ndio maana nasema hivi, kila abishaye anafanyaje? Chochote unachokiomba wewe, kuna mahali kimefungiwa kwenye ulimwengu wa roho. So lazima ubishe ili mlango ufunguliwe, upate kile ambacho ulikuwa wewe unakiomba. Na kabla hujafikia kwenye levo ya kubisha, lazima ufike kwenye levo ya kutafuta unachokiomba. Yaani hatuishi kuomba. Hatua ya pili kufanyia kazi unachokiomba ni kuanza kutafuta unachokiomba. Mfano, Mungu ninaomba kazi. Mungu ninaomba, hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kubeba vyeti vyako, kutembea ofisi hadi, sinaweka vizuri? Ukiomba peke yake kupata kazi, upate kazi, lazima uanze kutafuta kazi. Hizi ni formula za kiroho, ni mifumo ya kiroho. Sasa wewe unategemea ukiomba hapa, umemaliza hapa, haufikia hatua nyingine ya kuanza kufanyia kazi unachokiomba. Kama ulikuwa unamuomba Mungu akusaidie upate mtaji, nikupe siri leo, maombi ya kupata mtaji yatakusaidia kwenye ulimwengu wa roho, lakini kwenye ulimwengu wa mwili mtaji unaupataje? Katika kichwa chako wewe, angalia ni watu gani ambao wanazo pesa. Sina naeleweka vizuri? Alafu ukifanya yale maombi, sema kwa jina Yesu, Mungu nitakapompigia huyu mtu simu nikimwambia habari ya mtaji, asinizuilie. Wewe unaamini kwamba nikisema unaenda kupokea mtaji ndo utakuja? Hauji. Yaani hauji. Nikisema Mungu anaenda kukupa mtu, anaenda kukupa hela ya mtaji, huyo mtu aji mpaka wewe umechukua hatua. Yaani hivi hamna kitu kinatokea. Mungu anahitaji pia mchakato wa wewe ambao unaufanya baada ya kumaliza kuomba. Sasa unajua mtumishi ameshasema mimi naenda kuolewa, maskini ya Mungu. Wewe utazeeka. Yaani wewe utazeeka kwa sababu lazima kwenye mambo ya kiroho ufanyie kazi. Ufanyie nini? Kuna siku moja kuna fundisha hapa imani inayoleta matokeo, nikasema maneno kama haya. Juzi nikaja nikasikia maneno huku mtaani wanasema eti ule mchungaji amesema kwamba ukiwa na tumbo kubwa hauwezi kuolewa. Haleluya. Tafuta bana tumbo ndipo uolewe. Nikasema mimi ndo nilisema hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu kazi yao sijui, hao ndo tunasema hivi, usimwambie jirani yako maombi yako, lazima akakufanyia ubaya. Haleluya. Anasema yule mchungaji amesema, yani kama una tumbo kubwa uolewi. Tafuta bana tumbo ndo uje kanisani uombewe ndipo uolewe. Haleluya. Kama unavaa ndala wewe kuolewa sahau. Nikasema mimi ndo nilisema, akasema ndivyo wanavyosema huko mtaani. Nikasema kweli kuna watu ambao wakisikia habari lazima akuletee mambo ambayo sio kweli. Haleluya. Wanasema eti mchungaji alisema ukivaa nguo za vitenge sahau kuhusu kuolewa. Ili uolewe lazima uvae nguo za mshono. Haleluya. Nasema kweli. Narudia tena na leo, wale wanaopeleka maneno wakapeleke tena. Haleluya. Ukitegemea kwamba mchungaji akikuombea tu ndio unaenda kuolewa moja kwa moja, wewe utazeeka. Amen. Ukishaombewa hapa lazima uchukue hatua ya ngapi? Ya pili. Usijifungie ndani. Usikae kwenye nyumba yenye geti kali lina fensi. Haleluya. Omba hata kutoka. Siku moja nenda hata huko. Tembea hata huko Tegeta huko. Wakuone, uonekane. Unajifungia ndani. Unataka kuwa nani wewe? Unataka kuwa Muhindi? Joto lenyewe la dai unajifungia ndani. Feni na kupuliza mpaka yenyewe inaanza kutoa moto. Unajua kuna feni zina floati. Yaani feni yenyewe inatoa kupuliza ile inakata inaanza kuleta moto. Haleluya. Usijifungie ndani. Ukiombewa leo kwamba Mungu akakupatie mume na Mungu akasema anaenda kuolewa mtu huyu, hilo jambo halitakuwa kweli
mpaka pale ambako wewe umeamua kuchukua. Usipochukua